Aprili 9 tunaenda kuwa na Mars ama Mirihi ikiingia kwa nyumba ya kwanza, yani in Aries, na hivi ndio ita affect kila sign. Ila before niendelee, muda huu jichunge sana kukurupuka kufanya vitu bila kufikiria. Pia kama unahitaji monthly readings unaweza kunitafuta, namba yangu ipo kwa bio. Ukinitafuta WhatsApp naweza kukuelezea mwezi huu wa Aprili ikiwa yote itafanyika nini katika masuala ya mahusiano, kazi, afya, kifedha, identity yako na mengine mengi. So ikiwa uko na Aries katika nyumba yoyote ambayo nitakuwa naenda step by step, utajaribu kuangalia itakuwa ina affect vipi, na pia kama kutakuwa na sayari pale na degree utajaribu pia kuangalia, na kama unahitaji kuangalia zaidi unaweza kunitafuta nikakusomea. So Aries, tunaanza na Aries. Aries itakuwa kwa nyumba yako ya kwanza. Changamoto utakazopatana nazo ni kuhusu kudhibiti msukumo wa kufanya mambo bila kufikiria na kujitanguliza kwanza. Maana wewe ni mtu ambaye unapenda kujitanguliza sana. Au kujizuia kwanza kabla ya chochote kile. Vitu unavyofaa kuachilia na kuachilia msimu huu ni kukosa subra, kuwa mzembe au mtu asiyejali hatari, na kujiona kuwa mbinafsi ama yani unapata yani unataka kufanya vitu bila kujali wengine, vitu kama hivyo. Mafanikio utakayopata ni mabadiliko makubwa kutokana kwa identity yako na ujasiri, na pia utapata nafasi ama opportunities za kuongoza katika kazi ama mahali popote ambapo utakuwepo. Taurus itakuwa kwa nyumba yako ya 12 ya masuala ya rohoni. Vitu unavyotakiwa kuachilia ni mahusiano ya kale, vitu ambavyo umeweka katika maisha yako ya kale ambavyo umefunga ndani, ama vitu fiche au vya ndani ambavyo vinaleta uoga kwako hadi kuchangia wewe kujihukumu. Changamoto utakazopatana nazo, jaribu sana kudhibiti kukwasika na kunungunika kwako, na uepuke kufanya vitu kwa haraka bila kufata intuition yako, yani malaika wako wa ndani. Mafanikio utakayopatana nayo ni utapata uwezo mkubwa wa kujiunganisha na malaika wako wa ndani, na baada ya hiyo itatokea tu baada ya wewe kujifanyia kazi. Pia utapata nguvu za ndani zitakazoongezeka na mwanzo mpya ama mwamko mpya kiroho. Gemini itakuwa kwa nyumba yako ya 11 ya masuala na urafiki na jamii. Mafanikio utakayopatana nayo ni kuwa na speed kali msimu huu wa kunetwork na watu, kujiunganisha na watu ili kuanzisha jambo na kufanikisha, hata kupanga malengo yako ya baadaye na kuweza kuifanikisha. Ila changamoto utakayopatana nayo ni kutoelewana na watu kwenye vikundi ulivyoingia au kutatizana na watu ama jaribu pia kuachilia kujiunganisha na marafiki wasiokuwa na mema kwako na wanao kuregesha nyuma kimaisha ama kufatana malengo yasiokuwa na mwelekeo. Kansa itakuwa kwa nyumba yako ya 10 ya masuala na kazi na public image yako. Mafanikio yako utapatana na maendeleo kikazi, kupandishwa cheo au kuchukua ushukani kirasmi kwa ajili ya kazi yako. Utaanza kujulikana pia msimu huu kwa umma. Changamoto utakazopatana nazo ni kuwa na stress sana msimu huu au kupambania kazi. Na ni nani unapata mnabishana kwa kazi, nani anasema, ni nani mwenye mamlaka ama unapata uchovu wa kupitiliza msimu huu. Leo itakuwa kwa nyumba yako ya 9 ya mambo na imani, mambo na usafiri, mambo na masomo. Utapata mafanikio katika masuala ya elimu, usafiri na mwanzo mpya ya kusisimua ama safari mpya ya kusisimua na upanuzi wa maendeleo kazini msimu huu. Ile changamoto utakazopatana nazo ni kukosa subra na masomo au masuala ya kisheria. Vitu unavyofaa kuachilia ni hofu ya kupanua upeo wa mawazo na mtazamo finyu, yani narrow perspectives. Virgo itakuwa kwa nyumba yako ya 4 ya masuala ya vitu unavyoshare na watu, intimacy. Virgo itakuwa kwa nyumba yako ya 8 ya masuala ya vitu unavyoshare na watu, intimacy na mabadiliko Mafanikio yako itatokana na mabadiliko makubwa sana msimu huu kutokana na vitu vya ndani, na pia utakuwa na uhuru wa kupata fedha ukiwa na mikakati dhabiti ya jinsi ya kupanga mambo yako ya fedha. Breakthrough kubwa utapatana na breakthrough sana ya mambo na ndani, mambo ya rohoni. Ila changamoto utakazopatana nazo ni ujifundishe kudhibiti madeni na hisia zako za ndani na mahusiano yako. Jaribu kuangalia vitu gani ambavyo vimekuwa vinakutatiza katika masuala za mahusiano na watu. Jaribu kuachilia uoga ulio katika fedha na uoga wa kushare ama kufanya kazi na watu. Libra itakuwa kwa nyumba yako ya 7 ya masuala na mahusiano. Mafanikio utakayopata utapatana na mafanikio katika kuwa na msimamo na pia kuweka mipaka kati yako na watu, maana wenyewe ni watu wa kujitoa sana kwa watu. Jaribu pia kuwa na msimamo ndani yako wewe mwenyewe pia kwenye mahusiano yako, na pia kuanzisha mahusiano mapya. Kama uko kwenye mahusiano msimu huu unaweza anzisha mahusiano. Changamoto utakayopatana nayo ni vita visivyo na mipango. Yani wewe unataka kubishana na watu, kucompete na watu, kuingia kwenye virugu na watu ama ushindani na partners ambao mnafanya nao kazi. Ndio changamoto utakayopatana nao. Jaribu kuangalia maongezi yako, jaribu kuangalia vile una deal na mambo yako msimu huu. Vitu unavyotakiwa kuachilia ni kujitoa sana kwa watu, yani people pleasing, na kufunga hasira zako za ndani kwa ajili ya mahusiano. Scorpio itakuwa kwa nyumba yako ya 6 ya masuala na kazi, afya na routines.
Aquarius. Utapata mafanikio katika masuala ya kazi, maana utakuwa na kipaumbele sana, na pia utaanzisha diet mpya ya kudhibiti afya yako na kufanikisha afya yako. Changamoto utakayopatana nayo ni kazi nyingi na presha nyingi sana kazini, vita kati yako na wafanyikazi wenzako, unatatizana sana na watu ambao wanakuzunguka. Vitu unavyohitaji kuachilia ni tabia zisizo na ufanisi na mtu mwenye ukamilifu sana, yani perfectionism. Sagittarius itakuwa kwa nyumba yako ya 5 ya masuala na ubunifu, romance na self expression. Mafanikio utakayopata, utapata mapenzi yaliyoongezeka, ubunifu ulioongezeka kupitiliza, pia utapata vitu ambavyo vinakuletea furaha msimu huu, utapata pia mapenzi yako juu msimu huu. Changamoto utakayopatana nayo ni kutake risk sana, kwa kukurupuka, yani kukurupuka kufanya vitu bila kufikiria, aidha kwa ubunifu wako ama kimapenzi. Vitu ambavyo unafaa kuachilia ni vitu vinavyoleta kuboesha, yani unaingiza kwa vitu ambavyo vinakuboesha tu ama kuchelewesha kubuni vitu. Capricorn itakuwa kwa nyumba yako ya 4 ya masuala ya nyumbani na familia. Mafanikio utakayopata msimu huu ni mafanikio ya katika familia. Utakuwa na self independence wakati huu, kujitegemea katika maisha yako, na pia utakuwa na ulinzi katika masuala ya nyumbani. Changamoto utakazozipata, utatatizana sana na watu wa familia, ama utakuwa unataka kurepair nyumbani ama reconstruct mambo na nyumbani, yani renovation, unataka kurenovate mambo na nyumbani, vitu kama hivyo, ila pesa haitoshi, ama unapata kukorofishana na watu, vitu kama hivyo. Jaribu sana kwa sababu ya gharama nyingi za nyumbani, so utapata maybe unataka kufanya hivi lakini gharama iko sana, so jaribu balance pale. Aquarius itakuwa kwa nyumba yako ya 3 ya masuala na maongezi. Mafanikio yako itatokana na ideas zitakuja kwa haraka msimu huu, utabuni vitu vingi sana. Utakuwa na nguvu kubwa sana ya kunegotiate na watu ama kusocialize na watu. Utakuwa na skills mpya, utajifundisha skills mpya ama talanta mpya msimu huu za kuweza kuleta fedha. Changamoto utakazo kupatana nazo ni kukosa subra katika maongezi, kubishana na majirani, ndugu, na pia marafiki. Jaribu kuachilia over edit, fikira unataka kupanga sukari, omo, chumvi kwenye hiyo umbea yako. Na uoga wa kuongea ukweli. Pisces itakuwa kwa nyumba yako ya 2 ya masuala na fedha. Jaribu sana kuangalia thamani yako. Mafanikio utakayopatana nayo msimu huu, utaweza kujisimamia katika masuala ya fedha, na kutakuwa na njia nyingi sana ambazo zitaongezeka za kufanya nini, za kuleta fedha. Thamani yako wakati huu utajua kujiweka thamani yako, na pia utapata kazi ambazo zinaleta manufaa kwako. Changamoto utapata ni kukurupuka kufanya shopping ama vitu kwa kupitiliza, kutumia fedha bila mipango. Jaribu kuachilia kutojithamini katika masuala ya fedha na kutumia fedha bila mwelekeo. So hii transit inagonga kesho tarehe 9. So jaribu kuangalia ni vitu gani ambavyo unaachilia, changamoto ambayo inakuja. Hiyo changamoto wewe inakuja ili usawazishe, ili upate kusonga mbele. I hope umenielewa vyema.